lakini ana furaha. Anamuuliza, anamwambia umepishana na Jibril alayhi salam sasa hivi. Ameleta Qur'an, ninasemaje? Nabaje leta Qur'an. Ameleta salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anakusalimia Khadija. Na amenituma nikufikishie salamu zake, anakusalimia Khadija. Na anakubashiria nyumba itakayekuwa peponi, haina fujo, haina vurugu, nyumba yenye utulivu. Khadija zile sinia zinataka zimwanguke yani. Mimi nasalimiwa na Mwenyezi Mungu kutoka mbingu ya 7 na amemtuma Jibril na Jibril ananisalimia. Subhanallah, manzila gani? Kila napokizungumza hii kisa na kwa emotion, sijui kwa nini. Allahu aalam. Sasa sijui nyinyi mnahisi vipi, lakini yani kila nikimfikiria Bi Khadija radhiallahu anha, maisha yake aliyoishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alivyo sacrifice mali zake, muda wake, sawa, mpaka uhai wake uliondoka. Bi Khadija alifariki kwa sababu ya maradhi aliyompata, wanasema ni ulcer sasa hivi, donda vya tumbo, baada ya kuwa Waislamu walifanyiwa vikwazo vya uchumi na Makureishi. Hawauziwi chakula, hawauziwi vinywaji, lakini yeye alienda kuishi na mume wake. Aliweza kuishi kwake, akaenda kuishi kule. Mtu ambaye alikuwa ni tajiri, anakula anachohitaji. Leo wanakula ngozi za wanyama. Baada ya kutoka kule katika ile njaa ikamwathiri, hakuchukua muda mrefu akawa mwenye kufariki, kwa sababu alisacrifice kwa ajili ya mume wake. Ndugu zangu kina mama, mada yangu nasema kujitambua ni tiketi yako ya peponi. Hii ndo mada yangu. Nitafanya haraka haraka nisichukue muda mrefu. Umma wetu wa Kiislamu unakabiliwa na matatizo matatu. Tatizo la kwanza, identification, kujitambua. Mada ya Ukhti Snura ilikuwa ni identification, mada ya Sheikh Ismail identification, maelezo ya Raihana identification, zote ni kujitambua. Tatizo la kwanza ambalo umma wetu unakabiliana nalo ni kwamba sisi Waislamu lakini hatujitambui kama Waislamu. Utambuzi. Tatizo la pili, thinking, fikra zetu, jinsi ya kufikiri. Tatizo la tatu lipo katika leadership, ambaye inaweza ikaandaa vitu kama hivi ikawapeleka Waislamu katika dira waliokuwa nayo. Haya matatizo matatu ndio yanakabili umma wetu kwa kiwango kubwa sana. Na kwa zaidi ya 50% haya matatizo niliyozungumza, utatuzi wake upo kwenu nyinyi wanawake. Na ndio umuhimu wa kikao hichi, na ndio umuhimu hata mimi kuhudhuria hapa, kwa sababu najua nazungumza na wahusika ambao kama wataelewa watasaidia. Majirani wa peponi